unafanya makusudi ili nikusamehe? Leo nina furaha sana kula chakula alichopika mwanangu. Mazuchu, Madangote. Mimi ndo Babu Poa. Dunia imebadilika, utu pesa. Kaka, kwa mstaarabu basi. Dunia imebadilika, utu pesa. Unachokifanya sio ustaarabu. Yaani unatembea unavuta sigara. Kwani mimi ndo mtu wa kwanza kutembea kunikiwa navuta sigara? Sio kwamba wewe ni mtu wa kwanza. Sawa? Tatizo ni kufanya kitu ambacho unajua ni hatari kwa watu wengine ambao wanatuzunguka. Sasa kwa elimu ndio kwa nayo, haina haja kutumia nguvu kubwa niumize kichwa kukuelimisha, na wakati unajua kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya. Na wao wenyewe wameamua kuandika ili mradi kila mmoja elimike, ujue kwamba anapokuwa anatumia nitumie kwa namna gani, nifanye hiki kwa muda gani, au nifanye sehemu gani. Sawa? Lakini wewe unatembea unavuta, ndugu yangu, na wasili watoto, tunakutana na watu wanatembea barabarani, wanaathirika watu wengi sana kupitia wewe mtu mmoja. Sasa kuna haja gani ya kuendelea kuvuta? Hebu kuwa mstaarabu bana. Sasa yeye nazungumza bado naendelea kuvuta. Elod. Basi, tuachane naye. Mimi ninachokiamua sasa hivi na kusikiliza wewe uamuzi wako. Kilichobaki ndio na kumalizia tu geto. Hicho kilichobaki. Hayo ndio maneno ya mtu ambaye anajitambua. Haya yapo haya yapo dunia imebadilika, utu pesa. Kama hauna pesa kwenye vikao vya familia tonekana Meli najichanga changa najijima ima ili nikomboe familia, hata kidogo nilicho nacho walimwengu. Unajua nilikuwa kuja kwako. Oh, fine baby. Safi. Zeni nilikuwa nakuletea ule mzigo ambao uliniomba. Wow, asante. Imekamilika. Sawa. Fanya mambo yako Zeni, baadaye tutaongea. Okay, lakini baby ela kula vipi? Jua niko empty kabisa. Okay. Baadaye nitakuja kwako. Sawa. Haya yapo haya yapo dunia imebadilika, utu pesa. Kama hauna pesa kwenye vikao vya familia tonekana hauna thamani. Najichanga changa najijima ima ili nikomboe familia. Mzee, shikamoo. Ala, habari yako? Karibu. Asante bwana. Nivaa mkuletea mzigo. Alikwambia anakula chips kavu na? Eh. Mimi nahangaika kwa ajili yako. Nimeuza pikipiki nikupatie pesa ya ada. So what? Mradi nikuhudumie mama. Leo naambia uzikwa chips kavu, si ndio? Hivi hauna ndugu? Hauna jamaa wala marafiki wa kuwasaidia? Unaweza pikipiki unisaidie mimi mtu siyemjua? You are not serious by the way. Fanya hiyo mambo kwa ajili ya ndugu zako, sio mimi. Na tena nikwambie kitu. Kuna watu wanaojua kura na kutunza pia. Sawa eh? Baby. Yeah. Tuondoke zetu baby. Kijana. Tafuta pesa. Haya yapo haya yapo dunia imebadilika, utu pesa.
kama hauna pesa. Kwenye vikao vya familia utaonekana hauna thamani. Najichanga changa, najinyima nyima ili nikomboe familia. Hata kidogo nilicho nacho walimwengu wanakitabari. Siku hizi mapenzi yamegeuka burudani, wanashare shuka moja na bado hawaminiani. Siku hizi mapenzi yamekuwa tafarani, chuki mekithiri, upendo hauonekani. Simba wangu, naambie Chai tayari. mama, Sawa. Haya yapo tunayapitia haya yapo haya yapo tunayapitia haya yapo katika dunia. Haya yapo tunayapitia haya yapo haya yapo tunayapitia haya yapo haya yapo haya yapo haya yapo. yaani leo nina furaha sana kula chakula alichopika mwanangu. Kwa nini baba? Sasa swali la kuzuri, kwa nini? Hapo ulipo wewe umekuwa ni mtu mzima sasa hivi, na ni mtu ambaye muda si mrefu utakuwa na mwenza wako. Na hilo ndio kusudio langu kubwa baba. Hofu yangu juu ya huyo mwanamke utakayempata. Sielewi utakuja kumpata mwanamke namna gani. Usiwe na hofu aina yote. Niamini mimi. Sihitaji nichukue mwanamke nimlete ndani, matokeo yake aje kutuumiza sisi wenyewe. Kwa sababu sichaguliwi na mtu, sijashauriwa na mtu, hayo ni maamuzi yangu mimi mwenyewe binafsi. Kwa hiyo sihitaji niharibu ili ngaja kujijutia mimi mwenyewe baadaye. Kwa sababu nikichukua mwanamke ambaye hana maana aina yote, hata kuja kutusaidia ndani ya familia yetu. Na sisi tunahitaji ndani ya familia yetu tuwe na furaha. Hata endapo kama sipo nimetoka nenda kwenye shughuli zangu, anakusaidia kazi ndogo ndogo hapa nyumbani. Nitashukuru sana kama Mwenyezi Mungu atakupa mwanamke mwenye hivyo vyote unavyoviomba. Isipokuwa na hofu mwanangu. Nini tena? Nakuombea sana Mwenyezi Mungu akujalie umpate mwanamke mwenye hekima, mwenye busara, ambaye ataweza kuniangalia kama ulivyosema, na asija kutupa mitihani. Hususan wewe, asija kukupa mtihani wa kukunyanyasa. Kwa sababu wanawake wa siku hizi wamebadilika. Wamebadilika. Wamekuwa kama maji ya vuguvugu. Mara baridi, huwezi kujua kama yamepoa. Ondoa hofu mzee wangu. Niamini mimi. Kila nitachokifanya kitakuwa ni kizuri tu. Sitofanya katika utofauti aina yote. Yaani sihitaji tuwe na maumivu makubwa mzee wangu. Asija katokea wakukufanya hata mimi unisahau baba yako. Nikaja nikaja na nyumba chungu, nikaondoka. Sababu hichi kibanda tu nilichokitafuta miaka nenda rudi. Na mwenyewe unajua tumetoka wapi, tumepitia wapi mpaka hapa tukofikia. Unahitaji uniombee dua ili mradi tu swala liende kwa wakati. Na nahitaji baraka zako mzee wangu. Mambo mengine mambo ya kupita tu hapa duniani. Asante sana. Na Mwenyezi Mungu akusimamie, akuongoze kwenye hilo. Asante sana mzee wangu. Tuendelee. Asante. Haya yapo haya yapo. Dunia imebadilika, utu pesa. Kama hauna pesa, kwenye vikao vya familia utaonekana hauna thamani. Najichanga changa, najinyima nyima ili nikomboe familia. Hata kidogo nilicho nacho walimwengu wanakitabari. Siku hizi mapenzi yamegeuka burudani, wanashare shuka moja na
ila bado hawaminiani.